tunakutukuza, tunakuabudu, tunakuadhimisha. Father, we embrace you, Father, we adore you. We bow before you at the throne. Tunainua jina lako na kutukuza peke yako wewe ndiye Baba. Hakuna Mungu aliye kama wewe. Hakuna Mungu aliye kama wewe. Unastahili Ee Bwana. Kabla yako hapakuwa na Mungu yeyote. Na baada yako hatatokea Mungu aliye kama wewe. Wewe ni niko ambaye niko. Wewe ni asili ya kila kitu chema Ee Bwana. Asubuhi ya leo tuko mbele zako ili tukusikie. Vile unatufundisha, vile unataka tutende, vile unataka tuenende Ee Bwana ili tupate kukuona katikati ya maisha yetu. Tazama kina mama hawa, tazama kina baba hawa. Tazama vijana hawa Ee Bwana. Kila mmoja kwa jinsi yake, kila mmoja kwa namna yake. Tumekuja mbele zako Ee Bwana ili tupate kukuona. Tumekimbilia kwako Yesu Kristo. Maana kwako ndiko kuliko na maneno ya uzima. Ulipomuuliza Petro ya kwamba nini nani wataka kuniacha? Petro akasema twende kwa nani Bwana? Maana kwako yako maneno ya uzima. Yesu, nasi tumekuja kwako, hatuondoki kwa sababu tunajua huku ndiko kunakopatikana uzima. Hata neno lako la asubuhi ya leo likaleta uzima kwenye mioyo yetu, likaleta uzima kwenye maisha yetu, likaleta uzima kwenye uchumi wetu, likaleta uzima kwenye ndoa zetu Ee Bwana, likaleta uzima Ee Mungu kwenye familia zetu, likaleta uzima kwenye kanisa lako katika jina la Mungu Baba. Asante Roho Mtakatifu kwa sababu utawahudumia watu wako, ukamganga kila mmoja ambaye moyo wako umejeruhiwa, moyo wako umelemewa kwa sababu ya familia. Na ndio maana tunajifunza mafunzo haya Ee Bwana. Ganga kila mtu aliyeumia, ganga kila mtu, pita kwa kila nafsi, pita kwa kila roho, pita kwa kila nafsi Ee Bwana. Ukamhudumia kila mmoja, ukamtoa mzigo alio nao katika jina la Yesu. Baba, tunaliomba lile neno likasema jioni kwangu nasumbuka na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Leo na kila mmoja inawezekana kuna mizigo Ee Bwana ambayo tunahitaji kupumzishwa. Mungu wa mbinguni, tunakufunisha mbele zako. Ukatutunze kwa uweza na nguvu zako. Katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba. Wote tuseme amen. Sema amen huku ukimshangilia Bwana Yesu. Shangilia Bwana Yesu anatupa uzima na nguvu asubuhi ya leo. Piga makofi kina mama, sijasikia vigelegele kabisa. Sijui umeacha nyumbani. Haleluya. Kaeni sasa. Bwana Yesu asifiwe. Wakati nimetafakari sana kwenye ibada ya asubuhi, tumesema kwamba katika taratibu tulizonazo tunajifunza masomo haya ya familia. Sasa mara nyingi tumekuwa tukiwatenda vijana, unakuta wanatoka wanaenda kule. Hatujui sana na hatuna uhakika sana kama wanasaidika au wanapata vitu ambavyo kweli wanatakiwa vipate kuhusiana na haya masomo ya malezi. Kwa mimi nikaona hakuna kitu kigumu ambacho kinafanya kijana akikaa hapa na wazazi ambacho pengine kitafanya ionekane kwamba sio maadili, kwa sababu vijana ndicho kizazi kinacholengwa. Bwana Yesu asifiwe. Tunaongelea malezi katika familia, malezi hasa ya Kikristo katika familia zetu. Sasa unapoongelea malezi, maana yake unabeba wazazi au walezi pamoja na watoto, ambapo ndani yake wapo vijana pia. Kwa hiyo si vibaya tukikaa hapa na vijana, lakini pia nilikuwa nimemwomba mtumishi wa Mungu kwamba ni vizuri masomo haya tuyaweke katika mfumo wa semina wakati mwingine, kwa sababu tunapewa tu robo saa. Sasa unakuta ndio umeanza sasa kuachilia kile ambacho watu wanatakiwa wapokee, muda unakuwa umeshaisha. Kwa hiyo hebu naomba kanisa na viongozi waendelee kuliangalia jambo hili, kwa sababu kuna vitu vingi sana ambavyo tunavikosa kwa ajili ya muda. Mtu unaangalia muda, kwa hiyo inabidi chukue tu vipande fulani ambavyo wakati mwingine unaona kabisa hapa watu hawajanielewa au sijamaliza kufikia lile lengo ambalo nilikuwa nimelenga. Bwana Yesu asifiwe. Mimi masomo haya sasa, kwa nafasi yangu kama mtumishi wa Mungu, nimelipa somo au kichwa cha somo haya masomo ambayo tunasema huko, wamesema ni malezi ya Kikristo katika familia zetu. Lakini katika kutafakari nikaona Roho wa Mungu ananipa kitu kipana zaidi ambacho ni kikubwa kuliko hiki ambacho tunaki
ninakiongelea kwamba kwa nini tufundishe malezi ya Kikristo. Maana kuna kitu Mungu anakitafuta kwa hao wa Kristo ambacho mimi nimekipa kichwa cha somo kinasema Mungu anatafuta kizazi hodari duniani. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kizazi ni nini? Mimi nimekipa tu tafsiri ya Kiswahili ya kawaida nyepesi kwamba kizazi ni kundi la watu ambao wanaweza wakaishi katika wakati fulani, yani kipindi cha muda fulani. Watu hawa ukiwafuatilia unakuta ni watu wenye tamaduni fulani kwenye huo wakati, kwenye hicho kipindi. Maana yake inaweza ikawa ni kuanzia miaka fulani mpaka miaka fulani. Watu wote watakao exist au watakao kuwepo kwenye huo muda kinaitwa ni kizazi. Sasa tunaposema Mungu anatafuta kizazi hodari duniani, kizazi hakiwezi kikawa kizazi mpaka kuwe na familia. Maana familia sasa zile ndizo zinazounga na kutengeneza vizazi na vizazi na vizazi. Maana kuna kizazi fulani kinaweza kikatokea, kikaishi muda fulani, kikapita, kikatokea tena kizazi kingine, kikaishi muda fulani, kikapita. Ndio maana leo unakuta watu wanasema vizazi vile vya baba zetu wale waliotangulia, maana waliishi katika kizazi hicho. Lakini pia ukisoma kwenye neno la Mungu anaongelea habari ya vizazi kwamba kwenye kitabu kile cha Kutoka, wakati Mungu alikuwa anatoa zile amri, anasema na wapatiliza maovu wana maovu kutoka kizazi hata kizazi. Na anazungumzia anasema kizazi cha 3 hata cha 4. Maana yake ni kundi fulani la watu ambao wanaishi katika miaka fulani au wakati fulani, ndicho kizazi. Kwa sasa tukitoka kule kwenye upana wa kizazi ndio tunaanza kurudi huku kwenye familia. Familia ndizo zinazotengeneza kizazi. Lakini sasa tutakipataje hiki kizazi kinachomcha Mungu, kizazi ambacho Mungu anakitafuta kiwe hodari hapa duniani, kama kule kwenye familia hakujatengenezwa? Ndio sasa tunarudi kwenye familia kwanza kutafuta malezi ya Kikristo kwenye familia zetu, kwa sababu tunajua huko kwenye familia zetu ndiko ambako kizazi kinachomcha Mungu kitatokea. Inategemea kukoje huko kwenye familia. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na tunapoongelea familia, tunaongelea jamaa ya watu fulani wenye undugu ndani yake, ambapo unakuta inahusisha baba, mama, walezi. Huku kwetu Afrika wakati mwingine tunapanua mipaka zaidi ya familia. Tofauti na wenzetu wazungu huko wanaita western countries, huko wao unapoongelea familia wanaongelea baba, mama na watoto. Watoto wanaweza kuwa wa kiume au wa kike. Ndio maana hata nyumba zao ukifuatilia ramani ya nyumba zao unakuta imejengwa nyumba ambayo ina mahali pa kulala wazazi, mahali pa kulala watoto wa kike, mahali pa kulala watoto wa kiume. Familia. Lakini huku kwetu familia zetu ni pana kidogo. Tunaita extended families. Kwetu ni pana kidogo kwa sababu zimebeba wazazi wa baba pengine, yani bibi, babu wanahusika humo. Na tunaenda mbali kidogo mpaka na ukoo, kutokana na jinsi ambavyo wanaelezea kwenye haya malezi. Sasa kwenye malezi haya nini kinafanyika huku kwenye hizi familia sasa ambazo zimebeba wazazi, zimebeba bibi, zimebeba babu, wakati mwingine zimebeba na ukoo? Nini kinafanyika huku ili tuweze kupata hicho kizazi ambacho Mungu anakitafuta? Kwa kwanza, hebu tusome kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati sura ile ya 6 mstari ule wa 6 na wa 7. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ile ya 6 mstari wa 6, naomba niende haraka kidogo. Neno la Mungu linasema, na maneno haya ninayokuamuru leo yatakuwa katika moyo wako, nawe uwafundishe watoto wako kwa bidii, na kuyanena uketipo katika nyumba yako, na utembeapo njiani, na ulalapo na uondokapo. Mstari mwingine ni ule wa Zaburi ya 24 mstari wa 6 ambao nilisoma wakati nawaombea watoto. Ninatia mkazo hapo kwa sababu tunapoongelea kizazi, tunapoongelea familia, hizi familia zinachipuka kutokea huku kwa watoto wanaozaliwa kwenye hizi familia. Kwa hiyo Mungu anapotafuta kizazi hicho hodari duniani, anatoa maelekezo. Hicho kizazi
Yesu atusaidie. Na ili Mungu apate kizazi kinachomtumikia